Yeye mwenyewe alisema kwamba atakuja, kwa hiyo na kila kitu atakiarrange mwenyewe. Mimi isipokuwa nasubiria sasa taarifa kutoka kwake, then tujue vitu vingine vinaendaje. Utaongea naye tu, atakuelekeza kila kitu, isipokuwa tu ni mizigo yote unataka ifike on time. Ni hicho kitu ambacho wao wanazingatia na wana concentrate nacho zaidi. Hakuna kitu ambacho Bali yako tajiri. Fuata vitu vyako. Mawe, njia yangu. Haya, wewe mwenzetu vipi? Manake nimekuagiza lakini kila nikikusolola na kuona kabisa hakuna kinachoeleweka. Kuna hadithi gani mpya? Yaani Mama Chiduo, yaani wewe huwezi amini. Hii wiki kwangu mimi ina mikosi. Kila nikilifanya hili linatokea lile. Kila nikilifanya lile linatokea hili. Yaani ni mikosi mtindo mmoja. Sijui nimekanyaga kitomvyola ndo. Sasa bora hata hii wiki kwanza nikae tu zangu ndani nijifungia mpaka iishe. Maana nina mkosi mkubwa sana. Kila ninachofanya kibaya. Ukae ndani wewe umeshakuwa mwali? Alafu mjisi sikiza nikwambie. Naomba uninyoshie maelezo. Yaani kabla hujanitibua akili. Yaani usitaki kujua yalipolala ya kwetu kitovu kilipozikwa. Wewe bora tu unyooshe maelezo. Hela yangu umeenda kupeleka wapi? Kabla sija kulamba makofi sasa hivi. Mjusi usinitafutie vya kunitafutia. Mimi nakwambia Mama Chiduo, kwa hili wewe mwenyewe lazima utakuwa na huruma. Yaani uwezi amini. Mimi nimepita mtaa mmoja huu hapa ambao wanasema hapa usije utaacha ndala. Ule kwenye kile kikona tu pale. Nimekutana na njemba hizi 2, vidali vimeshiba vya maana hivi kabisa. Yule mmoja kanipiga mkono hivi. Stop. Kama traffic. Vipi jamani? Mwingine anasikia kabali kukanikaba mpaka liko yaani amekaba hivi kabisa hata mate yakawa yapiti yani sasa hivi hapa mate na hadi mate na sio uchungu. Acha maigizo brother. Umesikia? Yaani tena kama kuigiza mimi mwenyewe naigiza kuliko mjusi. Niachie maigizo. Wewe unchukulia mimi kolo Yaani unchukulia mimi ni mjinga, unaweza kunidanganya vyovyote unavyojisikia, alafu uje hapo ujilize. Akukabe nani? Mtaa mjusi anaweza kukukaba nani wewe asokujua mjusi? Mimi kila chocho ninaweza kukatiza, kila chocho ninaijua. Mjusi atakukaba nani wewe baba? Yaani Mama Chiduo kweli unakosa utu. Hata selusi ya chembe ya huruma. Yaani uwazi kwamba ushukuru mimi sasa hivi nimerudi mzima. Mimi ningedizi, ningekufa. Nani angekusaidia kupanda viazi? Nani angekusaidia kutafuta watu? Nani angekusaidia kudai madeni yako? Kweli ukasamini pesa kuliko lo. Imeniumiza sana. Kwa siku hizi huyo kidoli ndo amekuwa kibaka. Unaguna au hujasikia? Habari yako baba? Mbona kama umeshtuka? Pole.
Umenihitaji? Wewe si ni rafiki yake baba? Wewe ni baba mdogo. Ya ni kweli. Haya. Karibu. Kwa nini uko hapa? Nilikuwa namhitaji baba. Anahitajika nyumbani. Baba yako nilishaongea naye na kuna sehemu tulikutana huko. Kwa nilipomalizana naye yeye nadhani atakuwa amesharudi nyumbani. Sasa nahisi mtakuwa kuna sehemu mmepishana hapo. Kwa nadhani ungewahi nyumbani atakuwa huko. Basi sawa, kwa heri. Haya sawa. Usalimie nyumbani. Sawa. Usaliti umekithiri, uaminifu umetoweka. Mawe njia yangu. Mbona kama kuna kitu sikielewi hapa? Okay. Huyu wakati anakuja ndo mizimu ikanipa picha. Okay, hapa sasa nimeshaelewa. Maskini ni mbaya sana. Yaani mtu anakuja anaongea mpaka na matarumbeta kiasi hicho, anapiga makelele. Wewe ulivyoniambia hivyo tu haitoshi. Nimeanza kuambia na majirani huko. Yaani 2000 tu ya mchicha anakuja anaongea kiasi hicho. Je, kama ingekuwa tu dai 100,000. Maisha mengine bwana. Shilingi 2000 chenye kiapo ulimpelekee, alafu kitu kingine. Hakikisha siku nyingine ukitaka kukopa unanijulisha mimi niongee naye mwenyewe. Umeelewa? Mlipe asije kaja kutukomandi siku nyingine. Tukakosa hata jinsi ya kukopa. Nashukuru mume wangu. Umenisaidia sana. Na muda huu naenda kuipeleka hii hela. Kuna siku tunaweza tukakosa kabisa. Tukashindwa watu wa kutusaidia. Na najisikia vibaya sana. Tunavyochukua vitu vya watu, tunachelewa sana kulipa. Na ukienda huko uwahi kurudi, usichelewe tena. Na huyu Donyo yuko? Mimi nakaa hapa ndani kama chizi, naamka saa 11 naenda kupalilia kule na kuamsha wewe kama mwanaume. Unashindwa kuamka afu unachukua na kiasi na kuonga. Hivi unanichukua niweza Mimi nakwambia nilikabwa kweli, zile njemba 2 zimenikamia. Mimi naambia jamani mwenye familia wakanikaba hapa wakachukua na ile hela. Hivi kukabe nani? Akukabe hivi unamchukua nini? Akukabe nani? Akukabe nani? Akukabe nani kwenye hela yangu? Wewe nani anaweza kukukaba mtaa huu eti akuchukulia wewe hela kama unataka kupeleka kwa mwanamke wako? Mimi sijapeleka kweli, nakwambia wale. Umechukua hela yangu bila kuhonga. Hivi unajua ninapoipata. Utanigera yangu leo. Wewe utaniambia yangu umepeleka wapi? Kwa nini chukulia mimi boya? Mimi ninalala hapo usingizi na uachia, wewe unalala mpaka asubuhi kukuta unakoroma. Kuhusu Donyo, yaani uvumilivu ulinishinda mume wangu. Maji alinipiga shingoni. Nikaamua kumwagiza kufuata huko kwa Musti. Tena usije ukarudia tena. Mimi nikienda kwa Musti usimtume mtoto hata siku moja aje kule. Wewe na maana Musti umjui vizuri. Alafu tena wewe unamchukua mtoto unamtuma eti huko. Usirudie tena hilo swala. Tutagombana. Haya nisamea, haitojirudia tena. Acha kwanza mimi niende. Nenda. Na ukikutana huyo Donyo mwambie arudi nyumbani haraka sana. Ungekuwa unajua vile vidole vinauziwa wapi, mtu unaenda unajikata vidole vyako vitatu. Unabadilisha maisha kwa wakati. Ndio uelewe, unasikia watu wanauza figo, watu wanauza figo, hata hizo figo zenyewe zinapouziwa hapa juu. Maisha yamejaa giza sana. Sijui hata njia ya maisha yangu yako. Macho yangu kwa Maulana, misichuki. Mimi nakwambia vipi? Wale wamenikaba sijapeleka kwa huyo mwanamke, mimi simjui na sina wanawake wengine. Kwa hapa mimi simjui huyo kadoli, sijui kidoli, sijui mdoli. Hapo utakuwa yaani wewe nakwambia ukirudi hapa mjusi, ukirudi bila hiyo hela. Mungu akasolo mkia. Wewe chukulia mimi poa sana wewe. Mimi naamka hapa saa 11 saa 10. Najinyima usingizi naenda kulima. Wewe unalala kama pona mbwa wewe. Unachukua yangu na kuhonga. Nyama wewe kasoro ng'ombe. Pumbavu. Na usirudi, mjusi ukirudi hapa bila hela. Nitakuchimbia kaburi mwenyewe. Nyoka. Asumani nipasulie pao hali ya kweche.
Tobabi. Asumani nipasulie. Alia kweche. Bwana mweupe. Ticha Silingwe Serengeti mwenyewe. Badonyo. Habari yako bwana? Salama zapa. Sawa, karibu. Unaendeleaje? Nashukuru Mungu, sina mateli lakini hivyo hivyo mdogo mdogo. Unafanya mazoezi kidogo. Tutafanyaje tena? Ila mkaa tu na tunakata kuni. Sasa Badonyo. Ndio. Watoto ni taifa la kesho. Usipomsomesha sasa hivi mtoto itakuja kula kwako. Kwa sababu utakuja kuandaa majambazi wa baadaye. Ndio unakuta panya lodi. Ndio washangaa unapita kona, umepigwa kabali. Hiyo kitu ambacho hakitakiwi kabisa. Mimi mwalimu nakuelewa na nakusikiliza kwa makini sana. Kila neno unalolizungumza najaribu kulifikiria zaidi ya mara 100. Unajua mimi maisha yangu naona nimeshahangaika sana jinsi ya kupata financial ili mwanangu aweze kwenda shule. Nimezibua mpaka vyoo. Unakumbuka kipindi kile nyuma nilikuja kuchimbua chuo chako? Yes. Lakini imeshindikana mimi kupata hiyo hela. Na ndio maana nikasema basi mimi swala la mwanangu kwenda shule namwachia tu Mungu. Ikitokea pa kutokea sawa. Kuna vitu vingine Bwana Martin hataki kumwachia Mungu. Ni kupambana wewe kama mwanadamu. Kimdoli! 10,000 ya watu ile Mama Chidu. Sasa unafanyaje mambo kama haya jamani? Huu ni uhaini huu. Na mimi siondoke. Inawezekana mimi nikateseka kata 10,000 una wewe mimi sio. Vipi mwanetu? Safi. Mbona unalia sasa? Jikaze mtoto wa kiume mjini hapa. Unalialia nini sasa kama demo? Au ushapigwa? Basi kama amechukua zaga niambie. Na nilishaongea na mke wako Mama Donyo. Nikamwelekeza kwamba amlete mtoto animfundishe. Lakini kwa sababu ya mazoea hajamleta mtoto. Sasa Mama Donyo tena analetaje mazoea katika swala la mtelemko la design hiyo? Sielewa. Si amlete mtoto aje asome tu. Shida iko wapi hapo? Au kuna hela yoyote ambayo baba unadai? Hapana, sasa hivi kuna miradi ya wazungu ya kusaidia watoto wasiojiweza. Kwa aje nimpatike mara moja mtoto anasoma. Yaani hapo ndugu yangu utakuwa umenisaidia sana. Mimi mwenyewe binafsi nitaongea na Mama Donyo. Aje kule umpachike mtoto aendelee kusoma huyu. Maana hilo ndo swala la msingi. Tena ukimpachika hakikisha anakaa mbele, sio beki bencha. Limeisha. Umeona Tena leo namwambia aje. Hilo ni swala la muda tu. Mimi niko tayari, utamleta mtoto, mambo yatakuwa sawa. Na wazungu ni kutoka Ulaya au Japani? Hapa Tanzania. Tanzania hii? Wazungu wa Tanzania au jamani wametoka Masaki hao. Bwana shukrani kwa kunikumbuka. Mimi nakuacha. Haina noma. Pamoja sana. Utamuona sasa hivi. Ametoka tu mara moja. Donyo akasome sasa. Kuna wafadhili. Na mambo nasikiaka kuna wafadhili wanasomesha watoto. Mwanangu mbona yamkuti? Hayo yamekuja. Sumani nipasulie mbao. Hola. Sumani nipasulie mbao. Alia kweche sumeno. Sumani nipasulie mbao. Alia kweche. Nilikuwa nakwambiaje? Ile 10,000 ile 10,000 inaliwa watoto yatima kule. Sasa wenyewe wakaniambia kwamba ile 10,000 ituletee kwa sababu ina alama ya nembo ya watoto yatima na kule wingi bila ile 10,000. Kwa hiyo nikwambia nipe ile 10,000 ile ili nibadilishe nikupe nyingine. Ile nilikupa mwanzo. Hivi unajisikia unachokiongea? Unajisikia unachokiongea? 10,000 gani? 10,000 ipi? 10,000 which? Oya mwanetu, kilichoenda kwa mganga akirudi. Kuku shamleta, tushamchinja, tushakula. Kafate manyoya kule bwawani. Yaani Kidoli nisikize ngombe kitu moja. Ile 10,000 ya Mama Chidu, yaani tu nikwambie tu ukweli. Ile ya Mama Chidu na mimi amenipiga ameniambia nilete 10,000 yake. Sasa tukana mimi nikapigwa kwa sababu ile 10,000. Wewe lete 10,000 ya watu nipeleke mimi kule na kusema. Stop kadi 3. Stop kadi 3. Yaani sitaki makelele. Nilikupola? Nilikupa au ulinipa? Unajisaulisha, unajizima data, wifi nayo, nawasha time yoyote unayotaka. Oya. Hata Mama Chidu, tena kumwambia nini kule Mama Chidu? Mimi sijui. Nishanunua miguu ya kuku, nishanunua viunga vyangu, nishasonga ugali. Nyingine nimepeleka kwa marejesho. Basi sikia nikwambie kitu kimoja. Basi mimi nipe hata 2,000 tu ili nikazimue kidogo angalau akili pate something wrong.
Maana hapa nipo Bektilo, nikienda kule mimi ataniua yule mama, namjua anaruka bisidikasi. Usijali, 2000. Ukazimua changamke. Subiri. Ondoka kwangu. Hivi ana matatizo gani jamani? Au ndio maana akaitwa mjusi? Maana mijusi hata ijielewi yani. Inafukuzwa inarudi. Oya mwanetu, minywele kama mizizi ya bangi, usirudi hapa. Wakuu, binafsi nimeshindwa kuelewa kabisa nini maana ile ndoto, na ndio maana niko hapa. Nahitaji ufafanuzi wenu. Yule mtoto unamjua vizuri sana. Ndiyo, namfahamu. Yule ni mtoto wa rafiki yangu Martin. Yule mtoto sio mtoto wa rafiki yako. Yule mtoto ni mtoto mwenye nguvu za ajabu. Unaweza kusema ni kama nguvu alizokuwa nazo Chief Godlove. Wakuu, bado mnaniweka njia panda. Bado mnaniacha gizani. Mnamaanisha nini kuniambia hivi? Yule mtoto ni mtoto wa ajabu sana. Hakikisha kila unachokiota huo ndo uhalisia wenyewe. Nia yake sio nzuri. Yule mtoto anataka kuja kuchukua utawala wako, anaitaka nafasi yako, anataka nyota yako. No! Hapana! Hiyo haiwezekani! Hiyo haiwezekani! Mjusi, afadhali nilivyokuona. Yaani huu mguu unavyoona umetoka nyumbani kwenu, sijamkuta mtu yoyote. Bwana. Ukisikia kunkucha kumekucha, ndo hiyo. Mimi nimeenda kwenye hangai na mama Chiduo naye kama unavyojua kwenye biashara zake. Lakini mpaka mida fulani pale ungekuja ungetukuta. Sasa mwenyewe nilikuwa namfuata yeye, nataka nimpe hela yake. Hela? Ananidai. Sasa nilikuwa nataka nimlipe kabisa. Hela hata ukinipa mimi tu safi, imefika. Hata ukinipa mimi hapa inafika kwa wakati, haina shida. Kweli? Kia Mungu nakwambia. Maana alikuja nyumbani, akanishushia maneno makali ninavyokuambia. Aliongea sana. Sasa nikikupa hela yake na kuomba tafadhali mfikishie. Yule kwenye masuala ya pesa bwana anaga mambo ya masiala kabisa. Hataki shida. Yaani mfikishie. Anaenda shilingi 2000. 2000? Basi sawa, limeisha. Haya mjusi, nakutegemea mfikishie hela yake. Hilo limeisha. Afute kabisa jina langu. Anafuta kwenye kitabu cha hukumu, anakuweka kwenye kitabu cha watu wasafi. Na mchana nitakuja kuchukua mpicha mwingine. Hilo limeisha. Hello, Teacher Silingwe. Hello, Mama Chiduo. How are you, teacher? I'm fine. How about you? I'm good, but I find you everywhere. I don't see you. Where have you been? I'm around. Ila kwa sababu nishafika kipenzi, karibu ndani. Yaani wewe uniite mimi kipenzi aliyakuwa hela yangu ya mchicha hujanilipa. Afu unaniambia eti niingie ndani. Hela kwanza, mapenzi baadaye. Lakini jamani Mama Chiduo, mbona kwenye swala la pesa unakuwa unielewi? Kwa sababu pesa ndio kila kitu. Pesa ndio utu. Pesa ndio inamfanya mtu asaminike, aeleweke, apendwe. Sawa? Sasa wewe ukitaka mimi ilo jina lako la baby lifanye kazi, nipe kwanza hela. Ndio linakuja hiyo baby. Usaliti umekithiri, uaminifu
kutoweka. My way. My way. This is my way. My way. Njia yangu.